kiakili anakuwa sijui nielezeaje, labda tuko hapa wote, lakini anakuja baada ya siku 2-3 anajishangaa, hivi mimi nilikuwepo wapi? Ni ufahamu. Neno zuri ni ufahamu kuliko kiakili Kwa hiyo au mtu hajitambui, mnakuwa ni mgonjwa, mnahangaika naye hospitalini kwenye maombi. Wengine Mungu anawajalia wanafunguka, yani wanajishangaa, miaka yote hii nilikuwa wapi? So kama kitu kama hicho kimekutokea au umeshasahau, wewe andika chini, alafu saa ya maombi tutaomba, kwa sababu huu mzizi lazima ufanyaje? Ukatwe, utolewe. Kwa hiyo kuhamisha vitu kwa nguvu ya kiakili, kama na tulivyozungumzia pale, unalazwa wewe, unasema kila kitu, akaunti yako inafanyaje? Inatolewa. Wewe huna habari. Unatapeliwa. Yaani hata kusema kweli, kutapeliwa kuko hata kama akili yako unaona iko timamu. Hapa tujaye kutapeliwa jamani. Unatapeliwa vizuri kabisa. Mwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ile ufahamu wako, na wengi wanatumia nguvu za giza, kwa sababu katika akili yako ya kawaida wewe huwezi. Mtu anakuja sasa hivi hapa anakuambia mimi nakuuzia hii, nakuuzia hapa na DVD. Sio DVD, niseme sasa hivi labda CD. Unataka kununua chochote. Kwa hiyo unaona kabisa mfuko anakufungulia, unaona kila kitu kile unachotaka kununua, si ndio? Ukifika mbele ya safari umebeba vitunguu, umebeba malapa, hata uone alikuibia saa ngapi, si ndio? Ndio. Hiyo inatokea sana. Kwa hiyo ni nguvu ya giza fulani imepata upenya kuingia